Na sisi hatuna shida na watu ya Northeastern kwa sababu wanapiga kelele ati wajae mashule hii. Tunasema hata Northeastern shule zijengwe, watoto ya Ukambani waende huko wajuane na wale wa Somali. We are saying kila mtu ajenge shule. Wale magavana na MPs ya Northeastern kwa jumla tangu devolution ikuje wamepata in excess of 1 trillion pesa ya devolution, equalization fund na ya CDF. Wamekataa kujenga mashule. Pesa hiyo yote wanapora, wanaenda kujenga mall Eastleigh, wanaenda kununua apartment Lavington, alafu wanapiga kelele ati watoto yao wakuje wasome hapa Machakos. Sisi naambia watu ya Northeastern lazima tutetee nyinyi, kwa sababu mtatetewa na nani? Magovernors yenu, MPs yenu, senators yenu wanaishi Nairobi. Nilikuwa nikiwa deputy president nikitaka kwenda Mandera, governor, MPs wananiuliza huko na ndege. Nasema ndio, utubebe, tunaenda na hawa, nikimaliza tutarudi na hawa. They stay here in Nairobi. Instead ya pesa ku develop Mandera and Wajir and Garissa, wana develop Eastleigh na South Sea. So watu ya Northeastern, Stephen Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, watatetewa na nani? Hawa watu wameshikana na Kasongo. Pesa yote wameiba. Ukiona ile pesa imepelekwa Northeastern, uende huko, hakuna shule, hakuna hospitali, hakuna chochote. Wamechukua pesa, wameenda kujenga South Sea na Eastleigh. Sisi kama viongozi wa Kenya ndio tutatetea watu ya Northeastern. We are calling for a special audit on how funds for devolution, equalization fund and CDF ile imepeanwa Northern Kenya imetumika vipi? Why are there no institutions? Why there is no visible development despite the billions of shillings that have been allocated in those areas? Na unajua sasa kwa sababu ni wezi na wanaogopa kushikwa, wanaenda kwa Kasongo wanasema 2 term. Unajua Kasongo ukisema 2 term hata ukiwa mwizi anasema usishikwe. So it's up to the residents of Northeastern Kenya waanze kusema 1 term ndio Kasongo apindue fikira zake. So we are going to speak for the people of Northeastern. Those children deserve good schools, they deserve good hospitals, they deserve roads, they deserve water. Mimi nikiongea wanasema mimi ni mkabila. Sasa hiyo wa Somali ninawatetea, kwani hao ni wa Kikuyu? Lazima watetewe because hawa watu wameumiza hiyo watu. So I want to ask the people of Northeastern Kenya, Rigiji is your great friend. When mulivamiwa na askari ya Somaliland, I talked about it, wakaondoka. Hii pesa yenu inaibiwa na magavana na ma-MPs na ma-senator na ma-MCA. I will be talking about it mpaka mpate haki yenu. You also are part of Kenya. And the 2010 constitution was very kind to the people of Northern Kenya. They had suffered a lot of marginalization for a very long time. The new constitution brought devolution to deal with that imbalance. Unfortunately, for 13 years, all that money has been taken by your leaders and invested in personal businesses in Eastleigh and South Sea. Somebody must talk to you, must talk for you. Na sisi tumejitolea kutetea nyinyi. Mimi nikimalizia niseme ya kwamba tungangane kabisa, msiogope. Msiogope hata kidogo, na sisi tu stress. Yo, what's up, my good people? Welcome back to our channel. I hope 2026 inawapeleka fiti. Welcome back to Mcheshi Vlogs. We are about to have a good discussion with you guys. I hope you enjoy. And come on, just subscribe kindly. Subscribe, like this video, and comment. Please let us know in the comments what you want us to include in the topics you want us to discuss, and we will appreciate. We are with my G, Oscar FX. Let us know something about you. Hey, what's up, everybody? My name is Oscar FX. Yeah, as you all know me. Yeah, mwaka mpya, mambo mapya. Yeah, we here with my G. Tukipiga gumzo moja mbili tu yani. Yeah. Also
this year tungoje mambo yani. Mambo inachemka. Pia tuambie hapo kwa comments 2026 na kupeleka aje? Tusikie kama inakupeleka fiti. Is it going as you wished or expected? Let us know on the comments. So there is something that watu wengi wamekuwa wakiongelelea na sijui kama ni vizuri leo tuongelelea kidogo about siasa, na sisi tutakuwa tukizungumzia siasa ambazo ni very positive, and sisi hatuna mlengo ati tunapendelea huu ama huu, but we have to discuss things ambazo ni very positive. So there is kuna kitu maiji imekuwa ikizungumziwa about there is this guy the former deputy president alizungumza about the northeastern region leaders misusing the funds meant to develop their region and imeleta kasheshe mob. Kuna ile wanasema ati hizo regions zinapewa billions, multi-billions of money every year. Maybe kwa county na kuna ile pesa wanapewa ya CDF wana misuse. So he was like bringing this topic ya ati wanafaa wajenge shule kwao ndio pia watoto wa huko kwao wapate masomo bora. Sasa something I guess I've picked up with all this political heat that's going on. I'd say na feel ni kama our leaders wamefika point ya not that they've failed us, they have to blame someone. In this case natetea Rigiji. I think he was right to call names. Because one kitu mimi na feel ni ati if you are being given more money than I am being given from the county level, don't the pesa ya CDF ni nini? As in you can see MPs akina Ndeni Nyoro. Shout out to Ndeni Nyoro alai. Ndeni Nyoro is my G. Boys anafanya mambo, mzee anafanya mambo. As ukienda to Kiharo constituency, used to school kwa hizo shule zilikuwa huko. Used to school Withaga, but Withaga I guess iko Kahuro. If I'm not wrong. I'm not so sure. Constituency. Is it Kahuro is a constituency? Is it? No. It's Kahuro Kiharo. Is it Kangema? I'm not so sure whether it's Kahuro and Kangema ama ni Kahuro. I don't know whether, but ziko tu Murang'a. Ziko tu Murang'a, hizo sides za Murang'a. And one thing I picked up na hizo shule za hizo sides especially is that when it comes to development of the school itself, of the infrastructures in the school, they really take a keynote of that, when you compare that to our leaders, to our brothers leaders huko juu, huko northeastern, hizo places, you just get how much our leaders wako greedy. Could maybe call that greediness. Okay. Make it make sense why you have a multi-million house, you have a multi-million apartment, but you are people from your local area where you represent, shule zao hata hazina madirisha. Mzee matope. Nyumba ni ya matope, nyumba ina dirisha, hakuna tulikuwa tunaziita dawati ama desks ya. Desks zilikuwa zinaitwa dawati. Nilikumbuka. Noma. Dawati. Bedhi ilikuwa inaitwa kitu kama hiyo. Dawati ile form tulikuwa tunakalia. Exactly. But as in na feel ni kama wana disrespect future yao watu wengi. Una get? And it tells a lot about the leaders we are having now.
why do they want to oppress us from that young age? And what is that they really want to do with us in the future? Because already we're seeing them oppressing us. You see? And at least now Gen Z wako na hiyo what do we call this? They are like looking things beyond. You see, and at least they are being able to call out bad leadership, you know, and stuff like that. So I'm like, if now you see we are as of result of Abel, the late Kibaki, alitupatia free education, and as to that tumejipata we are learned. And we are reasoning maybe different. Yeah, we are reasoning maybe different. Tukona plus the urge to know more, you know. And for that reason, I feel like that's why we know what we know right now, you know, at maybe early age or whatever. So I'm like, we really benefiting from that education, right? Sure. How now about those our brothers when you are someshwi? I mean, how is their future look like? Saa kuna kitu kingine sasa kiliniumiza zaidi ni Somalis, especially watu tunaoita tu Somalis. They are coming up defending those leaders. Which leaders? The leaders who are not developing their region. I should say disagree because I've seen some couple of many people again from the same areas calling out their leaders. And I'm pretty sure wenye wanawaunga mikono wamechotwa. You know our leaders, tusidanganyane. That wouldn't be a surprise ati kuona leader amelipa mtu kumwambia ya ukula nyama daily as a result of good governance. You get what I mean? I get what you know our leaders wanaweza penya tu kwa watu ya ganji maziwa without looking that perspective. Sasa wacha tu tuangalie that hiyo ikuwe tu genuine. How would you come up to defend a leader who is greedy and corrupt? Mwenye anachukua pesa yenu tuendelesikia sijui wanaenda kudevelop sijui magorofa sijui wapi. Okay, that's why nasema hawatengenezee hospitali in our because those regions don't have a good hospital. Yeah, true. They don't have even water. Yeah, true. They don't have a good education system. True. Even their roads, they are not that good. Their roads, they are not the best. Everything is bullshit. Alafu compare these guys wanapewa pesa mingi compared to other counties, especially if you compare the central region. Ukiangalia ile pesa wanapewa compared to also their population, it isn't adding up. Okay, you see guys, I feel like it's a time we are one Kenya. You get? We are one. Sure. We are not mentioned by tribe. We just one nation. We just one nation, right? Sure. And if I am suffering, it's easy for my brother from the Western pia yana suffer. Sure. You get my point? And I feel like it's high time as we Kenyans we be united. For us, you see, it's not for our leaders anymore. To be honest, sure. Because I feel like by now everyone has seen the way things have been in the past 3 years. They've clearly shown us that we mean nothing to them. You see, they are there for their own bellies. I mean, we just have to stand out for ourselves. Yeah, tuko solo. So I'd say even for the people when you wanna lipangwa wa push propaganda yenye hai make sense just for the mere for the 5,000 shillings yenye unajengwa saa hizo. Remember mtu atakukanja daily na ukigonjeka hakuna mahali ataingia sijui anakulipia sijui ni utakuwa solo man. You see, but now if you make that decision to stand firm for you, to stand firm for your people, then I feel like
it will get to a point where we will have a government that is serving people, not the other way around. Because right now we are the one who serves the government. The government doesn't give a fuck about us. Sure. You see? Another point Gachagua aliguza, it was about alisema watoto wa Mount Kenya region are not given that priority to the schools in the region. Zenye nasema ni watu wa that region zenye ndio wamejenga. To that point, angalia ndio watu wa Mount Kenya wamejenga. Mimi na FSC. Hizo siku za before sijui kuja mabara ya CDF sijui nini. Ni community ilikuwa inajenga shule. True. Si gava. Actually most of these schools have hata sisi tukiwa adopted na gava after zimeanza perform hizo shule. Na it's very sad ati ni wazazi wa tuseme hii region yetu walijenga hizo shule and their kids wapati hiyo priority, hiyo privilege ya kusoma hizo shule. Alafu watoto wa zile region, okay, it's not fair but it should be like that. Si fair ati juu unajua hizo shule tuseme ni national. Shule ni national, it's supposed to serve kids from all regions. How about this way? As much as we are one nation, let there not be leaders when you wanna take advantage. Sure, you see? Advantage of, I mean, mtoto wa huku atasoma, because I feel like watu wa hiyo side they study so much na ile takia wanataka tu wasome watoke hizo area. I mean, they should because already wanaona what's going on in other places and what's going on in their places. You see, I'm pretty sure our brothers from the northeastern wanaweza relate na shit tunasema. And you are like, all I want is just get out of here, go experience other places, or maybe nipate chance ya ku change situation back home. You get what I mean? And now for that reason, now the government huko wanatake advantage, wanaona mtu anasoma bidii atatoka hapa aende akasome shule fulani na huko mbali Embu huko. You get what I mean? Badala angemjengia shule hapo karibu, huo mtoto amalize aingie hapo shule asome, mwalimu atajiriwa kwa hiyo shule yako kwa hiyo locality, pesa anapatiwa si ana give back bado in one way or the other, because sometimes you don't just give back directly. Unaona, uta give back indirectly. I mean, ukienda ujenge plot hapo kwenu, you see, Nasaidia watu wa trade ianze kuamka hiyo area, una get? So kuna venye pia hiyo area tenda ikikua vitu kama hizo. That's what I mean. I feel like it's high time we as Kenyans we look at the bigger picture of it. I mean, mbona kila time unaambiwa kitu unataka kufanya ama kitu inafaa kuendelea? Do your research, angalia deep. You see? Angalia what's beyond. Nini leaders wanatuficha nini? Because I feel like tutafanya a very huge mistake if we fall into these leaders traps. Because no pesa itamwagwa guys. Mtakanjwa, mtalambishwa. But now what matters is after kulambishwa, what next? Will you be bought? You see? Sure. Are you willing to lose your brothers and sisters, due to bad governance and stuff? So as much as I don't agree with Gachagua politics, with that, I agree 100%. Watu wafanye kazi. Na mtu uache kufanya kuweka excuse. Ati ndo uanze kuonyesha mtu mwingine ni mbaya zi. Weka wewe ni bad leader na unajijua na unajua ufanye kazi, endo ufanye kazi kwenu. Watu wenyu wasaidike. I mean, Kenya hii songe mbele. Mbona unataka tukutajirika solo? Na so long as watu niliona pia kuna watu ati wanakasirika ati Mount Kenya na develop sana because ati sijui tumekuwa kwa government. No, that's not the case. That's a very bad analogy being preached to you. Is it not just the other day tumeletewa ngosho azini na wamepelekwa mamashini bigi
So pia nyinyi tusidanganyane bana. Mwambie viongozi wa kwenu. Kama kiongozi afanyi kazi. Yeah. Kama kiongozi afanyi kazi. Hiyo ni pesa mingi wanapewa, wanaenda kumisuse and then wanakuja kumdanganya nayo ati sijui chukua hizo mbili ndio nipigie kura. So don't buy that man. Don't buy that. Hiyo kitu itatukost sana 2027 guys. Si mbali, it's just this year next year. Unaona venye mamiaka zinasonga, tuna fly man. So we end this video over here. Tell them. Yeah, so guys, tujijue guys. Mimi na feel tujijue mahali tunataka kwenda, and you stand for what you believe. You get? Don't be manipulated. Don't get provoked. Na msiambiwe shit. Naaminia. Tujiaminie si wote, tusonge mbele. Peace for our country manze, tusonge mbele. That's all for today. I hope you enjoyed our video. We'll be tutakuwa tukiangalia what's happening through the week, and then we'll be coming up with a video, not just in politics, maybe in other issues. Also guys, tell us, what do you feel about how is it in the country right now? The shape the politics are taking, and stuff like that, you know what I mean? What do you think it's really happening? Or rather, what do you think will happen in next year election? Next year, yeah, the general election. And what happened to the Gen Z spirit? Yeah, exactly. I want to know that by the way. Yeah, cause jumbo na feel nika Gen Z tunapoteza moral. Tuchangamkeni bana, spendi venye tunapoteza moral. I thought Gen Z ingegeuza politics za Kenya, because we have been in dirty politics for the longest. Yeah, for the longest. Also guys, precaution, mfanye politics safi na mfanye politics hazina, you know what I mean. Vurugu. Acheni vurugu. Be peaceful. Be truthful to yourself as well, you know. Usikuje kutuambililia vitu unajua hutafanya. Una get? Tuweze vitu haziwezi fanyika. Kama what happened in 2020. I believe we are lying too much, but it is what it is. Maji yakimwagika yazoleki. Peace. Thank you.